Communications. Watu wengi wanawasiliana katika ndoto na hawaelewi, na hizo ndoto zimebeba jumbe kwa ajili yao na hawana habari. Lakini uifanyie kazi, usiifanyie kazi, ndoto itakuja tu. Amen. Nitafundisha about attacks in dreams or dream attacks. So dream attacks, uikemee, ukatae kuikemea, uipuuze, iko barabarani inakuja tu. Imetumwa, iko njiani. Yale ambao nitakufundisha, yale ambao utaona nikiwa naandika kwa hiyo board, naomba uchukue hatua uyafanyie kazi, sababu hata ukipuuza yatakuja tu. Dream communications ni mawasiliano ya roho na roho katika ndoto, katika njia ambao haikuchoshi. Dream communications, mawasiliano ya roho na roho katika ndoto kwa njia ya haraka isiyo kuchosha. Sababu unapoota unaweza kuota vitu vingi kwa dakika ngapi, na ukiamuka unazikumbuka zote. Ni kweli? Ama unaweza kuchukua 2 minutes ukaenda nyumbani, ukafika, ukakula, mkahudhuria matanga, mkafanya mazishi na mkatoa eulogy, kama ile yule mwingine aliandika karatasi yake eulogy, na mwingine alikuwa anaota ndoto akiwa anapewa eulogy yake inasomwa. Tunasikitika kutangaza kifo cha dada Mary. Huyu Mary alizaliwa mwaka fulani na anaota ndoto. Sasa unacheka. Kama mko hivyo, acha nihubirie huko. Anaota ndoto na anawasiliana na mtu kuhusu maisha yake na hana habari. Uwe na habari, usiwe na habari, mawasiliano ya kiroho yatafanyika na yatatimia. Ni uamuzi wako. Ndugu zake Yusufu wamuuze, wamchukie, huyu mtu atakuwa kiongozi tu. Amen. Nebukadneza akatae, apuuze, wazimu inakuja tu. Unanielewa? Lakini so dream communications are very important to a spiritual person. Ni muhimu sana kwako ili uelewe unavamiwa wapi, naye Mungu anasema nini. Sababu Mungu anaongea nasi katika maono na katika ndoto. Kwa yeyote, si lazima uwe mtumishi wa Mungu. Naye shetani anavamia watu katika ndoto na katika maono. Lakini Mungu amekupa mtu anaitwa roho, ya kwamba wakati unavamiwa, roho yako iko na macho, itaona. Sasa shida, ufahamu usifahamu, kama umevamiwa, umevamiwa. Amen. Mama moja alikuja hapa, akasema alikuwa hapa last year na alikuwa na 45 years. Baada ya kuja hapa na bwanake, sasa ni mjamzito, ako na 46, na hakujua ameshika mimba. Ajue asijue, mimba imeingia. Sasa mawasiliano ya kiroho, uelewe usielewe, ikiwa imetumwa inakuja, inafanya nini? Inakuja. Sasa ni vyema nikufundishe kuhusu mawasiliano ya kiroho, ndio uwe unajua, ikifika unachukua hatua, ukiiondoa imeondolewa, ukipuuza itakuja kukuumiza. Uko tayari? Lakini sasa nimewaita hapa kwa meza ya Bwana, lakini mambo mengi watu hawajui na wameokoka.
sana. Kwa kiwango fulani tumefundishwa. Yona alikaa ndani ya maji siku ngapi? Siku tatu. Lakini wewe ukikaa ndani ya umasikini miaka mitatu na unaota, ujui, si ndio? Ya Yona unajua yako. Unakaa kama mtu ambaye babake ni tajiri na anajua babake ako na magari 7 na ako na mashamba 200 na ako na estate 20, lakini yeye hata ajui ako na nini. Akilala amelala, akiamuka anaingia kwa fridge akitafuta chakula akikula, na ni mtu mzima. Tafuta fimbo, tandika mtu, fukuza kwa nyumba, aende atafute kibarua. Lakini wacha nikuwafundishe hizi. Dream attacks ni muhimu sana, lakini napokufundisha usiwe mzuri wa kuandika na sio wa kuchukua hatua. Lakini kuna wachai wenzangu hapa, tunaendelea vizuri. Karibuni sana kwenye madhabahu ya uchawi wa Yesu Kristo. Karibuni sana katika ibada ya wachawi kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 9 asubuhi. Kuna wachawi wenzangu hapa. God bless you so much. Tumebakisha siku ngapi? Leo na kesho. Si hao wakishaenda tutatangaza siku yetu nyingine. Foods. Nilikufundisha nikakwambia wakati ambapo unalishwa vyakula usiku, nitaenda vipengee pole pole. Unapolishwa vyakula usiku, nilifundisha jana, zinakuja kuvamia roho yako, na roho ndio inapeana uhai. Roho ikishavamiwa utaona jinsi ulivyo katika ndoto. Amen. Then vile ulivyojiona itaanza kujidhihirisha katika mwili. Now, dream attacks using food huleta cancer. Sitaenda into details sana sana, hiyo ni stomach cancer, liver cancer. Number 2, cancer. Cancer inaweza kuwa ni throat cancer. Throat cancer ni wakati unakula chakula alafu inakwama hapa kwa ndoto. Sitasahau kuwafundisha kile cha kufanya. Jambo la kwanza, kemea. Ukikemea haitaonekana, lakini ukikemea na hauna nguvu itakuja tu. Nimefunga kalamu yangu sababu utaniuliza swali. Kwa hivyo nifanye nini? Sina nguvu, ninakemea na haifanyi kazi. Amen. Nikupe njia rahisi. Ikiwa uko na madhabahu mazuri, amen, unaweza ukatuma sacrifice kwa hiyo madhabahu na ukaomba kupitia kwa hiyo sacrifice kwa hiyo madhabahu. Nguvu zitatoka kwa hiyo madhabahu, itakukomboa huko. Sababu gani? Madhabahu iko na nguvu. Madhabahu iko na nguvu. Hiyo ndio maana unaona hiyo madhabahu yangu iko na curtain. Sipendi mtu kuingia hapo wakati imefungwa. Unaenda kufanya nini? Madhabahu iko na nguvu. Hawa watu hawaponi kwa sababu wamekuja, wanapona kwa sababu haya madhabahu yako na nguvu. Na wakati wowote unatuma sacrifice kwenye hayo madhabahu, sacrifice hudai kile unachotaka, na itatoa hiyo roho huko na itakuja na itakukomboa. Lakini hiyo isilete uvivu. Nimeota ndoto mbaya, sitaki kuomba, nipe hiyo simu.
liver cancer, rejection, sometimes eventually death. Kansa aina hii ikishika mtu huwa haijulikani haraka. Unahamishwa kutoka hospitali moja hadi nyingine, hadi nyingine, hadi nyingine, hadi nyingine. Mwishowe wanakuambia ni stage number 4. Wakati mwingine inaleta swollen stomach, cancer of the tongue. B, unaona mtu ameanza kuwa na kidonda kwa ulimi na aliuma akikula kwa ndoto. Wale watu wanatafuta ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Akiamuka kidonda akiponi. Kile ambacho kilikuwa kinatakikana ni kwamba huyu mtu ambukizwe ugonjwa. Akiponi inaanza kudevelop vidonda. Pima hapa, pereka kule, huyu mtu anaugua na kufa. Floods huleta destruction of families. Ukiota ndoto kuhusu flood, mafuriko imekuja ikabeba familia yenu, imebeba nyumba na kila kitu, ujue ile kitu mara nyingi family represent kile unachofanya. Ile kitu ulikuwa unafanya, ukiona mafuriko imekuja ikabeba nyumba yenu nyumbani, umenielewa? Ujue inakuja jambo, litakuja litawapiga mtoke huko. Saa zingine unakuta huu ni ndugu yako na kuna kazi nzuri na ni nyota kwenu na kwenu kuna ng'aa kwa mtu ngapi, then umeona mafuriko inakuja, imekuja ikabeba kila kitu. Inaweza kuwa hata ni huyu ndiye anakuja kufa, ambao si wewe hautakufa. Unaweza kuja hata ni huyo, niliona mafuriko imebeba familia yetu, na kisha kufa munarudi mpaka zero. Watu wote wanaenda kwa magoti kimapato, kifedha. Hata wewe uliyekuwa uko na uwezo wa kimapato imekwisha. Kumbe huyu ndiye alikuwa na taa ikimlika, maisha yako inanawiri, maisha ya huyu inanawiri. So akishaondolewa, sababu yeye ndio Yusufu wa kulisha ndugu zake, familia yote uzao wa Yakobo inateseka. So when you dream about those floods, ukipuuza ni mafuriko, El Nino iliisha, El Nino nyingine itakuja tu kubeba familia. Falling off a big tree. Ukiona mti mkubwa umeanguka, na imeanguka kwa compound yenu katika ndoto, ama umeota unaikata. Ukiona, kabla sijasahau, hiyo huwa inaashiria kifo ama kuondoka kwa mtu mmoja katika familia. Mti mkubwa ukaona imeanguka kwa familia. Saa zingine unaweza kuota wewe ndio unaikata. Amen. Ukiota unakata mti mpaka ikaanguka, ujue shetani amekutumia wewe yule mtu kufa.
sababu wewe ndio uko na mamlaka ya huyo mtu kuishi ama kufa. Sana sana ukiwa umeokoka na uko na maombi yenye mamlaka, hakuna mtu ameruhusiwa kufa kwenu bila ruhusa yako. Hakuna. Ukiona imefanyika hivyo na haukujua, labda Mungu aliamua huyo mtu aondoke kwa sababu ambao hakutaka kudiscuss na wewe. Maandiko yanasema, na Mungu akasema, nimfiche nini Abrahamu rafiki yangu akienda kupiga Sodoma na Gomora? Sababu Lutu ni wa ukoo wa nani? Abrahamu. Sasa Abrahamu anamuuliza, na ukipata watu 50 sitaangamiza, 45 sitaangamiza, na 40 na 30 na 20 usikasirike, na 10, kwa sababu wewe ni representative wa Mungu kwenu. Ukisema na hakuna kifo hapa, hakuna kifo kwenu. So wakija kwako wakupe shoka, unaota ama panga, unaota unakata mti, wanajua hauelewi lugha ya kiroho. Ukiamuka unasema, na niliota nimekata mti, haujui umekata nini. Amen. Na ukaona mti mkubwa, ukaanza kukatakata matawi nini, huyu mtu anakuja kufa. Na kama sio kufa, kitu kinakuja kufanyika kwake ambao itamweka chini, then watu wote waliokuwa wanamtegemea wanaishiwa wote pia. Mara nyingi ukiona mti mkubwa, huwa ni ishara ngapi? Ikiwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana kwenu, ama ni baba ama babu ama mama ama nyanya. Maana vile mtu ako na uwezo mkubwa, ndivyo mzazi ako na uwezo mkubwa kwenu. Amen. So ukifanyia kazi ukapata mamlaka na hekima, haitakuja huyu mtu, utazuia kufa kwake. Lakini ukinyamaza, atakuja kufa. Kazi yako ni kutafsiri, na niliota ndoto mti umekufa, mti umeanguka, kumbe ndio hii. So that is what we call dream communication. If you don't understand, the dream communicators will never consult you whether you understand the language or not. They will communicate. Wao watakuongelesha, uelewe usielewe. Amen. Mtu anaitwa Yusufu hakuwa anaelewa ndoto mwanzo, lakini aliambiwa mambo yake, si ndio? Ndugu zake ndio walielewa, wakamwambia. Wale wafungwa wawili waliokuwa na Yusufu ndani ya gereza hawakuelewa. Mmoja anaenda kuuawa, mmoja anarudishwa kazini. Yule wa kuuawa alipoambiwa kwamba unaenda kuuawa, akasema okay, wacha nisubiri. Alichukuliwa na akahangiwa tu. Yule wa kurudishwa kazini alirudishwa. Maana dream communication ishapangwa. Hiyo ni mawasiliano ya kiroho. Unahitaji uwe na nguvu za kiroho, ubadilishe kile kimepangwa, uipangue, upange mwenyewe. Hebu muulize mwenzako, wewe unapangwa ama unajipanga mwenyewe? Usiku muulize, ulilala wapi? Mwambie wachawi wanajipanga na wanapanga watu. Wewe ni mmoja wetu? Wewe ni mmoja wachawi? Huyu si mchawi, huyu ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi huwa wanajipanga na wanapanga wenzao. Wanaolala usiku huwa wakiamka, wale wa kuachishwa kazi washapangwa, huyo ataachishwa kazi. Wale ambao wataolewa siku hiyo na wakora pia wamepangwa, wachukuliwe na wakora. Wale wa kuenda kukatwa shingo pia wamepangwa, huyo yeye anaenda ukufia huko. Yule mwingine wa kufanya harusi ya kiungu pia amepangwa na watu wa Mungu. Muulize mwenzako, umeamuka, umejipanga ama ulipangiwa? Futa hii kwanza. Tunaendelea vizuri, inakusaidia.
Sababu hizi vitu ukatae kuzielewa, uzielewe, shauri zako zitakuja tu. Hii ninayofundisha, hata unipende, unichukie, mimi sina hasara, wewe ndio uko na hasara. Si kuna mtu ananiangalia kwa TV na ananichukia? Wewe nichukie tu, mimi sina hasara. Nakupa message for free. TV ni yako, stima ni yako, hekima ni yangu, si yako. Chukua bure na usinilipe. Au kunipa hiyo, nilipewa na Mungu. Unapoota ndoto za harusi, if you are married, divorce is coming. Ukiota ndoto za harusi, ikiwa umeolewa, ujue unaenda kuachwa. If you are not married, forget it. Sahau ndoa. Ushaolewa. Umeolewa na nani? Yule roho aliyefanya na wewe harusi. Uliza mtu yeyote aliyeolewa na aliota ndoto anaolewa ama anafanya harusi, hana amani kwa ndoa yake mpaka siku yake ya kutoka. Unajua rafiki yangu anakusikia. Uliota hiyo? Simpe microphone. Pastor, hata kama niko na kipara lakini wewe nitakuombea nywele ziongezeke kwako kidogo. Hiyo yako is very dangerous. Uko na miaka mingapi? 45. Na imeisha hivi. Hey, mpe yule. Huyo tu. Uliota ndoto? Kuna wakati niliota niko na nguo ya harusi. Gauni ya harusi. Gauni ya harusi iko sawa kabisa, lakini nywele sijatengeneza na viatu sina. Ingine ikakuja tena niko na gauni nimetengeneza nywele lakini viatu ni labas mzee. Yani ile roho ambayo ilikutoa kwa ndoa, hiyo roho ambayo imekutoa kwa ndoa, imekutupia pamoja na umaskini. Unajua Pastor Sara kitambo alikuwa anaambiwanga, wewe mwanamke hauna style nyingine ya nywele, ni matuta tu. Mama, imagine uliona na haukuelewa na ilikuja ikatimia. Alafu nilipoona nikasikia sauti niangalie nyuma yangu. Kuangalia nikaona anti yangu ni mzee sana, amevaa viatu za white za open. Mrefu sana, nikashindwa, nikamuuliza, "Hizi viatu zinafaa nivae kwenda kwa harusi, unafaaje?" Sasa ile tunabadilishana, hiyo ndoto ikaisha. Sasa ndio vita ikaanza. Yani mpango wa kando wako kwa ndoa yako, we tembea. Hizi viatu hata unichukie, hata unipende, ukikataa mafundisho yangu yatakuja tu. Hii si lazima unipende, si lazima unichukie, si lazima uwe mshirika wa New Life. Pata huu ufahamu, utakusaidia.
Namba nyingine, umeenda upande gani? Ikiwa haujaolewa, sahau. Niruhusu niende kwa G ndio nirudi kwa hii celebration. Spiritual relationships. Wakati wowote unaota ndoto za uhusiano kimwili na mtu yeyote, number 1, nilizifundisha nyingi sana. Hii huwa inaleta, nitaenda kwa haraka ama nitataja. Cervical cancer inaleta cancer of the uterus. Hii ndio maana unaona watu wengi wanaugua kansa ambao hata elewi na daktari anachoka. Inaleta barrenness, utasa, overbleeding. Ukiota hizo ndoto una overbleed. Inaleta LOA, lack of appetite. Si tunaelewa sisi wazazi, appetite inaisha. Inaleta prostate cancer. Tena inaleta, inaitwa nini? Mimba kutoka, kwa kizungu inaitwaje? Miscarriage. Thank you. Miscarriage. Unapokuwa mjamzito na unaota hizo ndoto, usababisha abnormalities on unborn baby. Huwa inaongoza mtoto vile atakavyozaliwa. Ikiwa wamemkamata na ni mtoto ambaye ako na nyota, ukimzaa anakosa kulia. Akikosa kulia atachapwa na nasa. Akilia analia non-stop. Akili ishaenda vile walikuwa nataka. Alafu unaambiwa ako na cerebral palsy. Mtoto hawezi akaketi, viungo vyake havina nguvu. Ulikamatwa kwa zile ndoto. Huko ndio ulikamatwa. They choose. Hizo ndoto za spiritual relationships huiba mtu, huiba nyota za mtu. Stealing of stars in unborn children. Futa hizo. So unazaa mtoto, mwili ni wako, lakini huyo mtoto umezaa si wako. Ile roho si yake. Amen. Maandiko yanasema, na Yusufu akaota ndoto akaambiwa, hii mimba ni ya kiroho, chukua huyu mwanamke usimwache. Amen. Kwa hivyo Mariamu, hii mimba sio mtoto wa kawaida, mwili ni wa kawaida, amepewa roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine anaitwa Zakaria, mke wake Elizabeth anashika mimba, lakini malaika anamwambia huyu mtoto ako na roho nyingine. Na wasomi wa Biblia wanasema ako na roho ya Elia, hakuwa na roho yake. Unaweza ukazaa mtoto aliye na roho ya nyanyako. Kama alikuwa mchawi ni mchawi, ako KG1 na ni mchawi. Unajua nyinyi mnaniangalia na mnashtuka.
Na mimi pia nashangaa kwamba hamukujua haya mambo. Hauko unajua? Na unaenda kanisani na unatoa sadaka. Hujawahi kujua kwamba nyinyi wengine, nyinyi sio nyinyi. Hujawahi ishi, mwili ni wako. Lakini mtu mwingine aliyekufa kwa generation ya 7 kuanzia hapa kwako kurudi nyuma, ndio huyu anaishi ndani yako. Kitambo sana anaishi ndani yako. Wewe haukuishi. Mwili ulikuja, lakini mtu mwingine ndiye amevaa huo mwili. Hakuna mtu aliwahi zaliwa anaitwa Yohana. Elia alikuja ndani ya mwili akaitwa Yohana. Hakuna mtu anahubiri anaitwa Ezekiel. Hii ni roho ya Bishop Mwiru inahubiri ndani yangu. Ezekiel ni mzinzi dadangu. Kama wewe. Wacha na mimi pia nikuambukize kwa jina la Yesu Kristo. Nilipopokea hiyo roho 2000, things changed. Hautaki kuzini, unakemea uzinzi, unapenda kuimba, unapenda vyombo, unapenda uinjilisti. Masomo ile uliyokuwa unasoma, hata kama umekosa school fees, hauna hasara. Upewe chakula usipewe chakula, wewe wataka kumtumikia Mungu. Nani ameniroga? Kumbe yule mzee alitoka Nairobi akaja huko Tononoka, akafanya uchawi wake na akaenda zake. Si hata mimi pia nifanya uchawi wangu na niende zangu. Akaharibu maisha yangu vile anavyotaka yeye ni ubiri. Sasa yeye ako Nairobi. Tena aliniroga vibaya. Yeye alikuwa na ubiri 30 minutes. Mimi na ubiri kuanzia asubuhi mpaka usiku. Hata kama unampa mtoto wako uchawi, unaweza kumpa uchawi kama hiyo? Sasa wengine hamujawahi ishi mpaka leo ni kufanyia uchawi takatifu. Nitaifanya hivi. Nitakupa mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo. Wakati ninalisha mwili wako, damu ya Yesu na mwili wa Yesu, itaenda kuteketeza Njeri marehemu. Atoke kwa mwili na Yesu aingie afanye kazi. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Spiritual relationships huleta divorce, huleta abdominal pain. Unaumwa na chini ya kitovu, hata kama umeolewa hautaki tendo la ndoa tena. Hata kama umeoa mwanaume upoteza network, hata abadilishe atumie Safaricom badala ya Airtel, haifanyi kazi. That is spiritual relationships. Generalize na nimetumia spiritual relationship kufunika vitu vingine, sababu ni mchana, watu wote wako hapa. Namba nyingine, dream communications, bado nafundisha tu. Namba nyingine ambayo itakusaidia, celebrations with food and eating. This one means death is coming to this family. Ukiota ndoto mko nyumbani na mmekusanyika na mnakula, mnasherekea, haihusiki na shida ya tumbo. Hivi karibuni mnaenda kwa matanga nyumbani, mwingine ashaanguka. Huwa mtu huwa ana nani anafanya na serikali ama unafanya kwa kampuni yote, nyote hamna kazi. Okay, hamna kazi yote unafanya. Wakati mtu anafutwa kazi, kamati inakaa chini inaamua, tunamfuta huyu kazi, tunatangaza hiyo position, tunaajiri mtu mwingine, si ndio? Amefutwa the moment kamati imekamilisha kikao. Barua haijamfikia, hana habari, na barua atapewa by the end of the month. Barua iko kwa ofisi ya personnel manager.
Yeye anajua, anaambia watu siku hizi mimi nafanya na Toyota Kenya. Unafanya na Toyota Kenya? Nashukuru Mungu. Hata ni miezi miwili iliyopita nilipata promotion. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Na wewe unalala na haujui, kamati iliketi chini ikasema you should be replaced, na ushafutwa kazi, barua imeandikwa, saa ya kuondoka imewekwa. It is waiting for the appointed time. So unapoota hizi ndoto mnakula, barua ishaandikwa, kila kitu kimefanyika, inasubiri saa. Anayekufa haijulikani, lakini mara nyingi si wewe. Wewe uliyeota mnakula huko uende kufa, lakini hapa mnaenda sherehe. Zingine sitaandika kwa sababu ya time. Bwana Yesu asifiwe. Unapoota wewe ni popo na unapaa, unafundishwa uchawi. Mwambie huyo mzee amke, la sivyo nitamroga. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Unapoota ndoto unakimbizwa, ukamea mabawa, ukapaa juu. Nani ashawahi kuota hiyo? Ujue ni kuwindwa, unawindwa. Kuna mtu anakupa neema ya kuepa hawa. Ukiota ndoto unakimbizwa na ng'ombe, ujue kuna mwanadamu mwenzako anakuwinda na uchawi. Mwanadamu mwenzako after you. Unapoota ndoto umedungwa mkuki, ama umedungwa na peg, ama umedungwa mishale, ujue silaha imeingia kwako. It is just a matter of time. Ikidunga hapa, lilia moyo wako, unaenda kuwa na heart disease. Ikidunga huku, imetoka na hapa, lilia tumbo lako, silaha ishaingia. Swali. Kwa hivyo mtasubiri nimalize? Ama nimalize? Nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Unapoota ndoto unakula nyama fresh, ujue unakula kiapo. Unaingizwa kwa kiapo, nyama fresh, na unakunywa kitu, na hiyo kitu huwa haujui. Utaijua wakati ushaingizwa, ndio utaona ni damu. Ukiona hiyo, ujue unakula kiapo. Yale maneno yaliyosemwa juu ya hii spiritual food, ujui. Hii haikudhuru tumbo, inakubadilisha unakuwa mnyama mwingine. Hii inakubadilisha hata kama ni mtu msherati umeingizwa kwenye chama ya wachawi. Kuna wengine ambao wanaingizwa kwenye chama ya devil agents, ambao yeye kazi yake ni kuangusha watu. Akikuangalia kama ni mwanamke, utampenda for free na utamfuata hata kama umeokoka. Unamfuata, unasema jameni, huyu mwanamke ameniroga na nini jameni, shetani ashindwe, lakini unaenda tu. Ukikaa na yeye kimwili, ako na nguvu zako za kiume zinaisha, ndoa yako imeisha. Hakuna vile utarudi kwa nyumba yako. Hiyo ndiyo kazi yake. Ameingizwa kwenye kiapo, ako na nguvu sio za kawaida. Ushawahi kuona watoto wengine wa shule saa zingine akifanyiwa deliverance, ako na nguvu mpaka uwezi mshika, na ni mdogo. Huyu ameingizwa kwenye kiapo. Hizo nguvu si zake, ni ya ile chakula. Ako na roho ndani yake. Kumbuka maandiko yanasema mtu aliyekuwa na wazimu lakini akifungwa minyororo anazivunja. Ukiona mtoto wako analala na anatafuna meno, huyo mtoto anaota, anakula, na atakuwa more dangerous kuliko vile unavyofikiria. Anaanza kuwa na macho tofauti, alafu anaanza kuwa mjeuri, alafu anakuwa mtukutu,
alafu anaanza kuperform vibaya shuleni, alafu anakuwa na usingizi mzito. Ni kweli, ujue huyo mtoto ashaenda, huyo si wako, washakamilisha kazi. Hawezi pita mtihani, hata uende kwa masikio upige ngoma, hawezi pita mtihani. Na akiwa shule atachoma shule. Jeuri, anajiunga na kikundi cha wale wabaya, na kama hakuna mbaya, yeye ndiye atakuwa mbaya kiongozi, na hana hasara. Ukimpeleka mbio atakupiga, anakwambia mama, mimi nitakupiga, mimi nitakupiga mimi. Ukimpa bangi hapotezi wakati, ukimpa pombe hakuulizi ni nini, ukimpa sigara yeye ni SGR. Ukiota ndoto umenyolewa, uwe umeamuka ukapata umenyolewa, umeamuka ukapata haujanyolewa, umebaki empty box. Kipawa kimeenda, nyota yako imeenda, umebaki peke yako. Ukiota ndoto unakimbizwa na unajaribu kukimbia hausongi, unajaribu kukimbia hausongi. Hiyo ndio maana unanisumbua wakati ambapo nahubiri. Unalala, ukiamuka unaniamukia na makaratasi, wewe nitakutwanga. Ninahubiri bado. Bebeni ndoto zenu, nitakuja. Haina neno, haina neno. Relax. Hiyo mbio vile unavyoota unakimbia na hauendi, huyo ndio wewe. Wachana yule unafikiria ako na nguvu. Hauna nguvu, hauna chochote. Baba, hakuna mwanaume ambaye ako na hii kitu ako na ndoa yake kama ako na mke wake wanasumbuana mpaka Yesu arudi. Iwe ni ya Kenya, iwe ni ya nchi gani, provided uko na hii kitu hauna ndoa. Utakaa na mke wako lakini mnasumbuana mpaka Yesu aingie asubuhi. Amen. Hata unikasirikie, najua huwa mnawekanga kwa TikTok, nenda uweke kwa TikTok. Na kwambia ukweli, hold on. Wewe kana paka yako bado nafundisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu ni vya kweli mama. Ukiota ndoto unajaribu kutembea, uoni barabara kabisa. Ukitoa pesa uende utumie, ni kama kuingiza pesa kwa kisima. Chochote unachofanya wakati huo unaota ndoto kwamba macho yako yaoni vizuri, everything you do will fail, and everything you do then is wrong. Sababu hauna macho ya kiroho ya kuona. Hakuna kitu unafanya. Uwe unalima, ukiweka pesa kwa ukulima imepotea. Ukifanya nini, ukiolewa ni shida. Ukizaa mtoto ni matatizo. Amen. Nimewapa nyingi, wacha niachie hapa. Lakini mnaniangalia ni kama mmekasirika. Mimi sikuwaotesha ndoto. Uliota? Niliota ndoto na nikiwa na mimba ya huyu. Uliota nini? Niliota hiyo ndoto ya kimapenzi. Na wakati nilimzaa huyu alianza matatizo. Akimaliza miezi 7 akawa ameanza kufanyika hivi, kufitika. Na kutoka hapo akamaliza miaka 3 hajaokea na hajatembea. Sasa nikaraswa hospitali. Mpaka leo hii ni kama yuko sawa, ni kama hayuko sawa. Hayuko sawa. Ako hivi hata ukimwambia wewe si unyamaze nikwambie.
Siku ile ulipoteza huyu ni siku ile ulifanya mapenzi na mapepo usiku. Siku hiyo ndio waliweka hii roho inaniangalia. Hizi si watu, hizi si watu. Huyu ni mwili wa mtu, hii si mtu. So unalea roho fulani ndani ya mtu na ujui. I tell you the truth, my sister, this is not nothing. This is not a person. The person ni kile kiko ndani. Hiyo ndio kuna mtu ashawahi kwenda showroom kununua gari. Nyote hamjaenda showroom kununua gari? Ama leo mmeenda mgomo? Nani? Nani ashaenda showroom kununua gari? Ukienda showroom kununua gari, wanakwambia gari ni hii. Hata utageuka utatembea hivi ukiangalia gari body, alafu mnaenda kuangalia nini? Engine. Ni lazima akwambie nifungulie bonnet nione engine. Aangalie, hebu ngurumisha, asikie vile ina engine ina run. Hebu kanyaga hiyo accelerator. Hebu achilia. Kanyaga tena. Hebu achilia. Umesema ni pesa ngapi? Bei inategemea engine, sio body. So bei yako inategemea roho yako. Roho gani iko hapo? Sio hii figure 8 mmeniletea hapa. Hiyo ndio maana uko na nywele nzuri, uko na kucha nzuri, tena ni za dukani. Nywele ni za dukani, si zako. Mdomo ni ya dukani, si yako. Kucha ni ya dukani, si yako. Figa ni ya dukani. Unajua kuna figa ya duka, wanameza tembe wanakuwa na figa. Lakini uko zero. Ngozi ni ya dukani, si yako. Uko zero. Sababu hakuna mtu ananunua gari kwa kuangalia body. Body inaweza kuwa mbaya, lakini chassis na engine. My sister, unaelewa hiki tunafundisha? So the moment you have these dreams, they dictate who you become, where you go, the kind of job you do, your health. Ukiota ndoto unavamiwa na nyoka, ugonjwa inakuja. Ukiota ndoto umeumwa na nyoka, sumu imeingia tayari. Ukiota ndoto umeumwa na nyoka, haipiti, utagonjeka. Na huo ugonjwa huwa inakuja chronic, na usipochunga hospitalini, na wasipofikiria vizuri wachanganye na maombi, jeneza. Ukiota ndoto umeumwa na mbwa na umeolewa, mrudishie bwanako marriage certificate, nenda uregister ukahaba. Umefanyiwa usajili moja na mbwa. Hakuna, unapendwa na hata wale ambao hawakupendi. Na mbwa. Na mbwa yako. Nilikuta mbwa yangu wakati ninapoingia, nikaanza kuona ikiwa kubwa. Sasa ni kwa ndoto. Alafu ikanifamia, ikaniuma mkono. Mzee ako wapi? Mzee alikufa. Alikufa? Alafu msichana wangu naye mbwa yake. Ilikuwa ni mbwa yangu. Imekuwa mkubwa. Kaanza kuona imekuwa kubwa kama like lion. Ikafika kama lion. Hiyo ni ya familia. Yeye ndiye amezaa huyo mbwa. Kwa hii familia kuna mtu wake ambaye ako na hiyo roho. Na hii roho ya ukahaba itakapomea itakuja kumpiga tena. My goodness. Msichana wangu alikuwa naenda mahali alitumwa kazini. Alafu akakutana na mbwa imetoka kwa boma. Alafu ikamwingilia. Hiyo pia ni ndoto. Ni ndoto. Alafu saa ile analia, mbwa nyingi zikakuja zikakutana. Ako na ndoa huyu msichana? Hata bwana yake alikufa. Na wewe pia.
mumeumwa. Hakuna So yule, yatakikana mpate wanaume. hakuna yule akona doa kwangu. Kwa hivyo akupendaye atakuondolea kiu, kesho unasubiri. Akupendaye akuondolee kiu mpaka uzeeni. Nyingi sasa. Ni kiwango kile ambacho mtu anakaa bila ndoa, ni uzinzi tu. Mama, umeokoka miaka mingi, hii habari haujui? Sijui. You know, some of these things are so hard for us. So hard. Yeah. Why are they so hard, Mama? Because sometimes you do not get the revelation, you just pray. These kind of revelations, you don't get them by praying. My mother, have paid a heavy price for this knowledge. I've learned the hardest way. I've dreamt about several of these dreams, not understanding anything until I go through the same pain to understand what it means. But people are not in this calling, so they don't have time to get the understanding. Someone is in her career or his career, ako kwa ofisi huko, yatakana ripota asubuhi, ataenda kuomba sangapi apate ufunuo? No time for that. Sisi wachungaji pia, wengi wetu tukishafanikiwa tukawa na makanisa makubwa, provided niko na jina kubwa na najulikana, nishalipa gharama. So washirika wanateseka. Every time God brings a new thing, it is just by great grace. For one to be able to understand those things and to have revelation, it only can come from God. God prepares a vessel, then he gives the vessel the spirit to function. It is not the vessel that works, it is the spirit inside the vessel. So hizi ndoto mtu asipojua. Now the worst part of it, whether you act upon it or not, it will come to pass. Whether you understand or you don't, it will come to pass. It is a spiritual language for the spirit world, and there is a spirit in you. So the spirit world communicates with your spirit, but you use the natural brain and understanding and your academic knowledge to translate or understand. It is like me speaking Kigiriama, and you want to understand, and you come from Kiambu, you won't understand. I'm telling you, habari ya asubuhi Kigiriama, wewe ujui, unacheka. Na nimekusalimia. Na ni ile habari ya asubuhi ile. Nani anatoka Central anisalimia habari ya asubuhi? Nyinyi huwa mnasemaje? Sababu sisi tunasema la mkaze. Nyinyi mnasemaje? Wewe mwega. Ha? Wewe mwega. Nani amefanya nini? Wewe mwega. Nakusalimia sasa. Sasa unaona wewe ile ambayo la mkaze umeelewa nimesema nini? Ama nikikusalimia Kikamba utaelewa? Bwana Yesu asifiwe. The same meaning, different language, so you go blackout. So the spirit world will come.